Miongoni mwa kanuni ambayo unapaswa kuifuata kama kiongozi ni hii kanuni ya uwezo na ubora. Uwezo na ubora wa kiongozi ndio huamua matokeo yawe ya namna gani. Kiongozi akiwa na uwezo au ubora mdogo, matokeo lazima yatakuwa yasiyoridhisha. Lakini kiongozi akiwa na uwezo mkubwa na ubora ambao umethibitika, maana yake matokeo ni lazima yatakuwa makubwa na yenye kuvutia. Na pale ambapo kuna kiongozi au uongozi, kwa kawaida tunasema tunaangalia ubora wa taasisi kulingana na ubora wa kiongozi. Na kama unafahamu, ngoja nikutolee mfano wa zile timu za mpira. Mara nyingi kama timu inafanya vibaya, huwa hatuendi kubadilisha wachezaji. Tunambadilisha kocha. Unaweza kumbadilisha kocha, wachezaji wakabaki wale wale na matokeo yakawa mazuri. Kwa hiyo kumbe anayefanya matokeo yawe mabaya sio wachezaji, ni kocha. Hivyo hivyo kwenye uongozi. Unapoona taasisi au kampuni au eneo lolote, familia, linafanya vibaya, hilo eneo mambo ni mabaya, yameharibika, wa kwanza kumbadilisha ni kiongozi. Na kama haumbadilishi, kamwangalie kiongozi, uwezo wake ukoje? Ana uwezo mzuri? Ni bora? Vipi kwenye maamuzi? Anaweza kufanya maamuzi? Yeye mwenyewe ana maarifa ya kiasi gani? Uzoefu wake ukoje? Na kama unataka hii taasisi iwe vizuri, ni aidha ubadilishe kiongozi au umshawishi kiongozi akaongeze ubora wake. Kwa hiyo ubora na uwezo ni jambo la muhimu sana kwa kiongozi na ni kanuni ya kuizingatia. I salute you.